Daraja la maisha, daraja la maisha. Walotangulia wameshafika, walotangulia wameshafika, walotangulia wameshapita. Mume wangu. Ndio mke wangu. Vipi kuhusu ile swala la jana? Najua mke wangu, jana kweli imenichanganya. Sijui hali ya kufanya ni kwamba tutalitenda. Unaona? Sasa sijui tulifanyeje sasa katika kutenda unavyohisi wewe. Okay, mimi nilikuwa na wazo. Naona mume wangu tuuze tu nyumba. Tuuze nyumba? Ndio mume wangu. Si mke wangu. Sitakubali kuuza nyumba. Tukiuza nyumba tutaenda kukaa wapi? Kishauza nyumba nipe ada. Hela itakayobaki tutaenda kupanga mume wangu. Heri mimi naona bora tuuze shamba. Mume wangu, tukiuza shamba tutalima wapi? Bora kuuza nyumba. Hapo tunaendelea kupanga. Hivi kweli wewe mwanamke una akili kweli? Unasema tuuze nyumba? Shenzi mkubwa sana. Shemeji. Nini kinaendelea hapa? Maana nasikia mazungumzo yanahusu mimi. Malumbano haya yote yanaletwa na mimi. Dada, najua unatamani sana nirudi chuo. Na ndoto yako kubwa mimi nifikie sehemu kubwa katika elimu yangu. Jamani, naomba msirumbane kwa ajili yangu. Kama Mungu alipanga mimi nitaenda chuo, nitaenda tu. Na kama Mungu hajapanga, jamani, tusilazimishe. Sitaki kwa sababu ya ugomvi kwenye hii familia. Shemeji, hiki kitendo naomba kisijirudie na ninakilaani. Dada, unanielewa? Shemeji, samahani. Nimeshakuelewa. Haitajirudia tena. Nashukuru kama umenielewa. Oh, Rebecca. BFF. Nakuoja. Na umenoga mwenyewe. Naambie za masiku. Nzuri kwema. Kwema tu. Vipi za chuo? Ni nzuri tu. Nakumbuka kwa mara ya mwisho uliniaga na ukasema kuna dharura imejitokeza nyumbani. Vipi, mbona paka sasa kimya? Kiukweli shoga yangu. Yaani sina sababu ya kukuficha kwa sasa. Na ni kweli nirudi nyumbani. Na kilichosababisha nirudi ni kwa sababu ada yangu iliisha. Da, pole sana. Unajua katika hayo maisha mambo kama hayo hutokea sana. Na mpaka sasa una mpango gani? Yaani huwezi amini shoga yangu. Yeye dadangu anapambana kwa hali na mali. Ila na imani nitarudi chuo. Usijali. Naamini ipo siku pesa itapatikana na utarudi chuo. Dua zako ziwe kweli. Maana
Wewe uko kwenu kwema? Sisi kwetu ni wazima tu. Beti. Haya tu BFF. Mimi niko poa. Mimi naelekea sasa dukani. Haya mwaya, bye. Haya. Daraja la maisha, daraja la maisha, walotangulia wameshafika, walotangulia wameshafika, walotangulia wameshapita. Yaani mpaka naogopa kuangalia, sijui nisemeje. Sasa unajua nini? Mimi bwana, sawa, naitwa Zuzu Master. Sawa, ni handsome boy wa Kinyantuzu. So ni hivyo mweupe. Nimetoka Bariadi. Lengo la mimi kuja hapa, nimetoka kule. Nimeambiwa nije nimtafute dada yangu. Alipoteleaka huku. Nikasema katika kuzulula nimezulula mpaka miguu imeota sugu. Nikasema kwanza basi ngoja niingie hotelini. Nimeshaingia hapa uzuri, nimekukuta mama mwenyewe mrembo, mzuri, umenyontoka laini. Sasa nilikuwa nataka hivi. Kuna dada mmoja mweupe hivi, mrefu, jeupe, yani ni jeupe hivi afu limejaja kidogo kama mwili. Kiasi kwamba kama ni ng'ombe kuanzia 100 mpaka 200. Kinyantuzu unajua kwa ng'ombe. Kwa hiyo sasa nilikuwa nataka nikuulize, huyo dada yangu unaweza ukamjua? Labda nikimuona nikamfahamu. Kwa hiyo unataka kumuona? Nimeweka wapi sasa? Kumbe nimeweka kwenye manyonyo. Nilikuwa nimeweka kwenye manyonyo bwana. Sasa huyu mwenyewe hapa ndio dada yangu, sawa? Kwa hiyo ukimuona tuangalia lilivyo lilembo, liangalia tu. Huyu hapa, hebu angalia vizuri. Huyu simfahamu. Bebe. Hivi kwani unamaanisha au ndo unanitania? Basi leta picha yangu. Utauzunguka huko mitaa. Wewe usije kama umenipenda alafu umeshindwa kuniambia, unaogopa kwamba unadhani labda ni mwanamke mwenzio. Wewe ni dada yangu mimi. Ila sema nini? Mimi na wewe tutatafutana. Ulivyo mrembo umenyontoka laini. Wewe. Nalengosha sana. Sasa mimi naenda.
Uachepi? Mstari kwaje mwanangu? Sana. Mzo mwanangu. Wasipige mwanangu. Sema nini mwanangu? Oya Mr. Life. Oa mzee wangu. Nakwaje mkali wangu? Oa mwanangu. Kwanza pole sana mzee wangu bwana. Nasikia ulikuwa utuo. Afu mwanangu mimi huko mimi nilikaa kinyonge sana. Si unajua zile. Kwa mwanangu kama vipi nini karibu hapa kitaa. Asante sana jembe langu bwana. Unajua nini? Kuna habari nataka nikufikishie mwamba wangu wewe. Habari gani tena hizo msela wangu? Mishenyewe nimeambiwa kwamba nikicheza vizuri nimeahidiwa kupelekwa South Africa mkali wangu wewe. Oa mwanangu South Africa? Ndio maana. Au siliambie msela wangu. Oa mwanangu kwanza inabidi mwanangu kwani hapo sinisahau au vipi? Yaani takiwa tunakuwa hivi. Sikia nikwambie mwamba, na sio South tu. Tutatinga hadi Amerika. Unaona pale kwa Chris Brown siji kuna yule manake mmoja hivyo anamuita nani Snoop Dogg yule. Wa mwanangu mimi Snoop Dogg yule imecheza na mpira hawezi kuamini kwa babake yule msela wangu mmoja hivyo. Nikikutana zina bamba zinaiva. Si unajua zile. Oi. Kwa msela wangu kwanza sikia yote 9-10 kwa mwanangu vipi utanibeba la mimi au ndo ile utanibwaga unajua wenyewe. Sometime nakuaga miayusho. Habari nakufikia mwanangu wa ukweli. Ndio maana nimekufikishia habari mwanangu. Kama tia hiyo babu. Unajua mimi mwanangu nini? Nakubali sana. Hiyo mkali wangu wewe. Ai. Skani ya kwanza mwanangu chimbo la kwanza imepili nikakukosa. Wa mwanangu maisha walotangulia wameshafika, walotangulia wameshafika. Ho, Rebecca. Ni wewe kweli? Hasi. Ni vizuri sana Rebecca kukuona tena kwa mara nyingine. Rebecca, sitakaa nibadilishe maamuzi yangu. Nadhani neno nakupenda liko pale pale Rebecca. Yaani Olani. Nikajua baada ya kuondoka siku zote hizo nikajua utabadilika. Yaani kumbe bado ni yule yule. Alafu sikia nikwambie kitu. Yaani futa. Sahau kwamba kuna siku moja mimi Rebecca utaniita mkeo. Sio unanielewa? Rebecca, tambua kwa sasa inamiliki mali nyingi sana. Ina pesa za kutosha. Ni kama vile unapoteza bahati Rebecca ya kuendelea kuweka msimamo yako ya kwamba mimi hunihitaji Rebecca. Tafadhali, kuwa na mimi. Hey, sikiliza wewe nikwambie. Yaani hata ungemiliki dunia. Hauna uwezo wa kunishawishi mimi moyo wangu kaelekea kwako. Si unanielewa vizuri? Miliki hela, miliki gari. Ikiwezekana ulimwengu mzima umiliki, lakini moyo wangu hauna uwezo wa kujimiliki. Rebecca. Rebecca. Alaja na maisha. Alaja na maisha. Walotangulia wameshafika, walotangulia wameshafika, walotangulia wameshafika.